Mataifa 13 yakapata share. Mjerumani akachukua Tanganyika. Wakati huo Kongo ilishakuwa mali ya mtu binafsi, ni yule mfalme Leopold wa Ubelgiji. Walitugawa bila kujali ethnic group zetu. Sasa Mjaluo wa Kenya, Uganda na Tanzania hawaelewani. Mhutu wa Kigoma, Burundi na Rwanda hawaruhusiwi kutembeleana bila visa. Mnyasa wa Ruvuma, Malawi na Msumbiji hawapikiki chungu kimoja. Masai wa Kenya na Arusha wanaonana kwa masharti kwa sababu ya mipaka ya wazungu. Katika nasema hii mipaka hata Mungu haitambui. Ndio maana anatushangaa sana na shetani anatucheka mpaka mbavu zinamwishia. Tulikuwa na empire zetu, wakazivunja na kutuletea demokrasia kupinga hata visivyopingika. Uingereza bado iko chini ya malkia. Uholanzi na Japan bado wako chini ya wafalme na mambo yao yako shega tu kama kawa. Hata Swaziland kwa King Mswati mambo ni msono kabisa. Hata mabikra bado ni wengi sana. Wametuletea ukimwi, wakasema ni adhabu kutoka kwa Mungu Baba, na sisi tukaamini hivyo na kupiga magoti kumwomba Mungu msamaha kwa dhambi ya kusakiziwa. Kwa hiyo Dr. Robert Charles Gallo wa Marekani aliyeutengeneza ugonjwa huu ni Mungu kweli. Kweli ujinga hauui, lakini unadhalilisha sana. Kwani unafikiri hatujui kama ukimwi ni biashara kuuza ARV na kondomu? Ukimwi usingekuwa ni biashara yenye faida, wasingemua Dr. Sebi wa Marekani aliyeleta dawa ya ukimwi. Rais wa Gambia ameanza kuponya ukimwi. Subiri uone watakapomsakama. Lakini Katega anasema hawatamweza, maana Mungu wa mizimu ya Afrika yuko macho. Watadunda tu kama walivyodunda kwa mzee Mugabe, simba wa Afrika. Watulipe fidia kuwaita waganga wetu wachawi, jamii kaanza kuwaua. Teknolojia hali ya juu katika tiba ikapotea. Hivi unajua hata operation na uzazi ilianzia Afrika? Inaitwa Caesarean section. Jina lilitokana na mtoto wa Cleopatra wa 7 wa mke wa Julius Caesar, miaka hiyo ya 40 kabla Kristo. Mama aliposhindwa kusukuma mtoto wakatumia teknolojia hiyo kutoka Misri. Dogo akazaliwa, akaitwa Caesarean. Leo ukimuuliza daktari nani alianzisha Caesarean section, atakwambia ni Mjerumani mmoja hivi. Hata sayansi ya kuhifadhi miili ilianzia kwetu. Mpaka leo miili ya mafirauni wote bado iko salama. Haijaganda wala haijaoza kwa zaidi ya miaka 1500. Katika vitabu vitakatifu tunaambiwa ni Firauni mmoja tu ambaye hajaoza. Tunaambiwa hajaoza kwa sababu ya kumpinga Musa. Hapo Katega nauliza, ina maana kutooza ni adhabu? Enyi wa Galatia, msiokuwa na akili, ni nani aliyewaroga? Katega nasema mafarao wote wapo, na kama huamini mwambie kusindikize Misri ukajionee mwenyewe. Kwa hiyo Katega nasema waganga sio wachawi. Hawa ni watu wenye akili ya juu sana katika kujua nguvu ya mizizi katika tiba, nguvu ya majani ya miti katika uponyaji, nguvu ya manyoya ya bundi katika kinga, nguvu ya kakakuona katika bahati, nguvu ya meno ya tembo katika teknolojia, nguvu ya kupasua nazi njia panda katika kuondoa mikosi, na nguvu ya hirizi ya simba katika kinga magonjwa na balaa. Anasema simba kabla hajafa, kuna kijitu kama Glory ya baiskeli huwa anatema. Hicho kidude ndo humpa simba ujasiri. Waganga ndo hutumia hicho kidude kutengeneza hirizi itendayo maajabu. Sasa ukipiga hirizi unaitwa mchawi. Hirizi si uchawi. Hirizi ni nyenzo inayoleta wepesi katika kutenda. Hata miwani ni hirizi. Saa ni hirizi. Simu zote ni hirizi. Katega nasema mchawi ni mzungu anayempiga mionzi mtoto akiwa bado tumboni kwa mama yake, ili kujua jinsia yake, na wakati wazee wetu walijua jinsia bila kumuathiri mama na mtoto. Kama huamini, kamuulize Isaya Gremano Wanchelele maarufu kama Dr. Wanselele Kataushanga wa Ziwa Rukwa atakwambia. Mchawi ni mzungu anayekumezesha vidonge vya uzazi wa mpango, na wakati wazee walikontrol uzazi kwa mitishamba, na watoto wao walipishana miaka miwili tu. Tulikuwa na uzazi wa mpango, wao wakatuletea mpango wa kuwa uzazi. Leo kansa kwa mama zetu ni janga. Wengi sasa wanaishi kwa mionzi. Afrika tumemuasi Mungu. Sasa tunaishi miaka michache bila heri duniani. Halafu tunafarijiana kwamba imeandikwa umri wa mtu umepunguzwa mpaka miaka 70. Katega anasema hakuna kitu kama hicho. Kwanza mtu awai kufa na umri mdogo na kwenda wapi? Si tumeambiwa siku za hukumu ni moja. Sasa wanaokufa sasa hivi si watachoka kusubiri huko? Katega bwana anasema Mungu anatushangaa na shetani anatucheka tunavyotumia pesa nyingi kuagiza dawa kutoka Ulaya kusiko na milonge na aloe vera pamoja na mayai ya nyoka. Mzungu hawezi kukuletea dawa upone, afunge viwanda vyake kwa sababu ya kufa kufaana.
Tunadai fidia kwa kutuharibia elimu yetu ya maarifa na kutuletea elimu ya vyeti, elimu ya kuchoshana darasani. Unaingia shule bado mtoto, unarudi ni mtu mzima usiyeweza kumudu maisha. Maisha yanakumudu. Kwa elimu yetu ya maarifa tulivumbua moto na chuma. Kwa elimu yao tunavumbua stress za ajira. Tunazidiwa na yule mama wa Singida aliyetumia nyuki kuwashambulia wazungu katili. Wengi hatumjui huyu shujaa wa Afrika. Tunamjua Hitler. Hata Kinjeketile Ngwale aliyewatoa jasho wa Jerumani katika ile vita ya Majimaji hatumjui vizuri kwa sababu tulisoma historia yake kwa kudonoa. Kinjeketile alikuwa na akili ya kujua nguvu ya ulezi uliochanganywa na mafuta ya nyonyo. Ndio maana aliwatoa jasho wazungu pamoja na risasi zao za moto. Ndio maana Prince Katega anawashangaa wazazi wanaowalisha watoto wao serelaki, maziwa ya ng'ombe badala ya uji wa ulezi. Halafu wanalalamika kwamba watoto wa siku hizi akili zao kama ng'ombe. Hapa wakumlaumu ni mzungu kututoa kwenye asili yetu. Na sasa tumekuwa wajinga ngangari. Watulipe. Prince Katega anasema tunadai fidia kwa madhara ile vita ya Majimaji ya mwaka 1905 mpaka mwaka 1907. Waliteketezwa watu 300,000. Watulipe kwa kuondoka na kichwa cha King Songea Mbano, kichwa kilichowashangaza wazungu, kichwa kilichokata kamba kile walivyojaribu kumnyonga. Walijaribu mara 3 na kusalimu amri. Halafu cha kushangaza kamba hiyo tayari ilikwisha tumika kunyonga wangoni 66. King akawaambia, enyi wabwana wadogo, nipigeni risasi, kwa hiyo kamba mtasubiri sana. King akapigwa risasi akafa. Wakamzika kwenye kaburi la peke yake wakihofia kuwafufua wale 66 waliozikwa kwenye kaburi moja. Walizika mwili, kichwa wakaondoka nacho. Sasa waliondoka na kichwa cha nini kama si uchawi? Watulipe fidia. Watulipe fidia? Mbona Mau walilipwa? Mbona Wayahudi walilipwa? Tena walilipwa pesa za Kijerumani Deutschmarks bilioni 3. Tena miaka 4 tu baada kuunda taifa lao. Waliunda taifa lao mwaka 1948 na mwaka 1952 wakalipwa. Mwaka 2012 wakalipwa tena euro bilioni 78. Ndio maana Wayahudi wanajeuri sana hapa duniani. Na wachungaji wanatukumbusha kila siku kuwabariki kwa sababu imeandikwa, atakayewalaani atalaaniwa, atakayewabariki atabarikiwa. Ezifu Mungu ni mkabila. Katega anasema tumuunge mkono yeye na mshikaji wake Dr. Mukiza katika harakati hizi. Kuendelea kukaa kimya, wazungu watatumaliza kabla kupata chetu. Mpango wa wazungu na Waarabu ni kuwateketeza weusi wote duniani. Kisiwa cha Tasmania kilikuwa nchi ya weusi. Leo hakuna hata mmoja. Hata Australia wamebaki 1% tu. Waarabu wanajazana Afrika. Sisi tunakazania uzazi wa mpango kuharibu vizazi vya mama zetu. Sasa hivi Misri inaitwa Jamhuri ya Kiarabu. Weusi wamekwisha kama walivyokwisha kule Tasmania. Hii ni vita. Libya weusi wamekwisha. Morocco na Mauritania weusi wamekwisha. Sasa ni Waarabu watupu. Inaitwa Afrika nyeupe. Prince Katega wa pili na mwenzake Dr. Mukiza wanasema wao wanajua namna kuendesha haya madai. Watafanya hivyo kupitia taasisi yao ya African Heritage Foundation ya nchini Uingereza. Tuwaunge mkono. Mimi niko tayari. Wewe je? Mcheke Katega kwa namba hizi. Anza na alama ya kujumlisha 447404966955. Asanteni kwa kunisikiliza.